Bwana Kindiki, kama wewe ni mwanaume, siku kiamuka ni kupigia kibaraka huo, ni kujifanya kibaraka hapo, kujipendekeza hapo. Kila siku hapo ni kupamba Bwana William Ruto. Kila siku tu ni kujaribu kujipendekeza kwake. Bwana Kindiki, kama wewe ni mwanaume, kama wewe unaweza tetea jamii, tunataka tukuone kesho ufanye press conference, uambie William Ruto ya kwamba aachane na Martha Koome, aachane na Njoki Ndung'u, awachane na wao wafanye kazi yao kisheria, wamalize tamu yao, watastaafu kama wale wafanyikazi wengine wa serikali. Kama wewe ni mwanaume. Lakini kama hautaongea, funga mdomo yako, acha wale ambao wako na mzigo ya kutetea jamii wawatetee. Achana na Rigathi Gachagua kwa sababu wewe umeshindwa kuwatetea, achana na Rigathi Gachagua awatetee. Na sijui uko na shida gani? Rigathi hakuwa kwa nyumba yako. Sio bibi yako anatetea, sio watoto wako wanatetea. Yeye anatetea Martha Koome na majaji wale wengine. Uko na shida gani ya kiwatetea? Na ulichukua kiti, uko na shida gani ya kiwatetea? Ina maana ya kwamba ile mpango William Ruto amewapangia ya kuwapeleka nyumbani uko hapa ndani. Nikimalizia, nataka niambie Wakenya, tumeona taarifa ya kwamba hospitali zaidi ya 700 wamejiondoa katika programu ya SHA, na wametangazia wananchi ya kwamba kama mnaenda kwa hizo hospitali kutafuta matibabu, msiende kupeleka hizo kadi sababu hawatachukua. Wamesema ya kwamba muende na pesa. Na kwa sababu wamejiondoa katika hii programu ya serikali ya SHA, wamesema ya kwamba wametibu wagonjwa wengi sana kupitia hiyo kadi ya SHA, lakini serikali haijawalipa. Na kama kawaida vile ambavyo mnajua, wanahitaji kulipa hospitali, wanahitaji kulipa madaktari, wanahitaji kununua madawa, wanahitaji kulipa wafanyikazi wao, lakini serikali ya William Ruto imekuambia hizo pesa ya SHA haitaki kulipa hospitali. Na mimi nataka niulize Bwana William Ruto, ulikuja ukatuambia ya kwamba umemaliza NHIF kwa sababu ilikuwa na ukora na haikuwa inalipa, pesa zilikuwa zinaibiwa. Ukanunua mtambo mpya bilioni 104 kutoka kwa mtu anaitwa Adani. Ukatuambia hiyo mtambo ndio itakuja kurekebisha hii maneno ya Universal Healthcare. Vile ambavyo umeleta hii mtambo mpya ambayo imetugharimu mabilioni ya pesa kama wananchi, ni vipi tena ile ukora ilikuwa NHIF umetransfer hiyo ukora pia umeleta kwa SHA, wagonjwa wanatibiwa haulipi hospitali? Na kama Wakenya wanalipa, wale ambao wamejisajili wanalipa pesa yao kila mwezi, wanalipa premium in every month, kwa nini uko na shida na kutoa hiyo pesa uwalipia matibabu kwa hospitali? Na watu wakiongea ukweli mnaanza kurukaruka hapa. Wale wabunge wetu hapa washenzi sana hapa, wale ambao kazi yao ni kufuata William Ruto, wale kazi yao ni kuongoza kwaya, wale kazi yao ni kusema yesa. Wale wagonjwa saa hii wamefungiwa, wameambiwa hawatatibiwa na hizo makadi mpaka waende na pesa cash. Mtawaambia nini leo hii? Mtawaambia nini leo hii kwa sababu kweli imejulikana? Kwa hivyo mimi niambie wananchi, hata kama ulikuwa umeregister, acheni kulipa hizo premium mpaka ile siku serikali itaanza kulipa hospitali pesa yao. Hiyo premium jiweke kwa mfuko, siku utapata shida, siku utahitaji kwenda kutibiwa, utaenda kujilipia pesa. Kwa sababu ukipatia serikali kulipia, hailipi. Na hii kitu haifanyi kazi. Na watu hawataki kusikia, hawataki kujua. Na hii ni kitu ni ukweli. Hospitali zimegoma, tutafanya nini? Kwa hivyo niambie William Ruto, ulitutapeli na hata saa hii unaendelea kututapeli. Na hata William Ruto, utapeli sisi mambo ya barabara ni sawa. Tutapitia kwa hewa. Ama mtu akae kwake. Ama tungangane na barabara itakuwa mbaya namna gani? Heri tutapeli mambo ya masomo ni sawa, hata tukae na watoto nyumbani. Lakini haufai kutapeli sisi kwa mambo ya healthcare. Haufai kutapeli sisi kwa mambo ya ugonjwa. Haufai kutapeli sisi kwa mambo ambayo ni ya matibabu. Kwani sisi tukikufa wewe utaongoza kina nani? Bwana William Ruto, hata ukishindwa kufanya zile mambo zingine zote katika nchi hii, usijaribu kucheza na mambo ya afya. Kwa sababu Wakenya wakikufa utaongoza miti na wanyama. Bwana William Ruto, ni vizuri ujiulize haya maswali. Kwa sababu Wakenya wako na maswali na hawataacha kukuuliza. Ingawaje unasema sisi hatukwenda shule, hatuna PhD, tuko na akili na tunaweza fikiria na tunajua kupima maneno. Wakati unatudanganya tunajua. Wakati unatupigisha kona tunajua. Kwa hivyo niseme ya kwamba tutazidi kuongea kama Wakenya. Na hata mkijaribu kutunyamazisha, hatutanyamaza. William Ruto, nikwambie, siku ulikuwa unapeleka maaskari wetu kule Haiti wakapigane vita,
Wakenya walikuuliza swali moja, wakakuuliza aje, umechukua askari wetu umepeleka nje wakapigana vita za nje, ili hali hapa kwetu nchini watu wetu wanauliwa kila siku kwa sababu ya kukosa usalama. Lakini ukajifanya tu wewe hausikiangi kawaida kifua yako, ukachukua askari wetu ukapeleka Haiti. Report sasa imeanza kukuja, askari wetu wameanza kuuliwa huko. Kuliko askari wetu wauliwe kule nje wakipigana vita za wenyewe, si hata heri basi wauliwe hapa Kenya wakijaribu kulinda wananchi, wakijaribu kulinda mali vile ambavyo katiba inasema. Bwana William Ruto, watu wetu wanauliwa kila siku kule North Rift, hawana usalama. Wewe umekolesha askari wetu, umewapeleka nje, wanaenda kuuliwa. Si hata heri, hata hurumia hao watoto waurudisha hapa nchini, waende kule wakalinde watu wetu wale ambao wanauliwa kila siku. Na sisi William Ruto hatukuelewi kabisa, hatukuelewi kabisa. Vitu ambazo unaona na macho yako pia, wananchi wanakuambia tu kweli, unajifanya hausikii, unajifanya haujui. Na hii ndio ile matatizo ambayo inafanya kwamba wananchi wachoke na serikali yako. Hii ndio ile maneno yanafanya wananchi waseme ya kwamba watakupeleka nyumbani asubuhi na mapema. Hii ndio ile kitu inafanya wananchi wanakupigia makelele ukikuja kwa mashinani. Kama kuna swali nitachukua moja ama swali mbili, kwa sababu nchi ni yetu na hatuwezi kosa kuongea. Unajua, kama Gachagua alikuwa anaongea uongo, basi hao wanasiasa hawangeumwa. Lakini kwa sababu Rigathi Gachagua aliongea ukweli na akachimbua, akaweka wazi ile njama imepangiwa kina Martha Koome, ndio maana hao wanasiasa wameanza kuumwa. Wacha niseme hivi, kesi ya Gachagua hata inaweza enda hata miaka 10. Si lazima iamuliwe saa hii, si lazima iamuliwe kesho. Huenda hata siku itaenda kuamuliwa pale kotini as the Supreme Court. Maybe hata Martha Koome atakuwa tayari amestaafu, maybe hata kutakuwa na jaji mwingine. Kwa hivyo hatuwezi sema ati anatetea wale majaji kwa sababu yeye ako na kesi kotini. Sababu kubwa inafanya Rigathi Gachagua kutetea wale majaji ni kwa sababu anajua ile njama ambayo William Ruto amepanga. Ni vizuri mkumbuke ya kwamba Rigathi Gachagua amekuwa na William Ruto kama chana na pete kwa hiyo serikali kwa muda wa miaka 2. Kwa hivyo kuna siri mingi ambazo Rigathi Gachagua anajua, zingine hata Kindiki mwenyewe hajui. Kwa sababu ni vizuri mkumbuke kwamba hii serikali iliundwa na Rigathi Gachagua wakiwa na Bwana William Ruto. Na ile mipango ambao walipanga 2022 ndio waweza kuchukua serikali. Hiyo mipango yote Rigathi Gachagua anaifahamu kwa sababu alikuwa pale. Na kwa hivyo kuna siri mingi za William Ruto Rigathi Gachagua anazijua, na huenda moja wake ya zile siri ambazo Rigathi anajua ni ya William Ruto kuhakikisha kwamba ametimua majaji wa Supreme Court before 2027, ndio uchaguzi ambao inakuja William Ruto akuwe na majaji wake wameweka pale, ndio wakuja kuamua kesi kulingana na matakwa yake. That is why Rigathi Gachagua anaongea. Na kwa sababu wale wakora kina Murkomen, kina Kiborek, wale ni wakora, wanajua hii maneno, ndio maana wanarukaruka, wanaanza kujibu Rigathi Gachagua.